Kuna mtu mmoja amesimama na kusema kwamba yeye anamiliki vyeti, ni msomi, ni daktari, na wakati mwingine ana hadhi fulani hata ya kuongea na watu wengine ambao elimu yao iko chini, imekuwa ni ngumu sana. Mtu huyo anafanya kazi ama ni serikalini au kwenye mashirika binafsi, analipwa milioni 3 kwa mwezi, akiwa na posho zake na zingine anaweza kufikisha mpaka milioni 6 kwa mwezi. Msomi. Mtu huyo amejitengenezea standard, na mara zote hata katika mazungumzo wakikutana kwenye vikao wanasema kwamba unajua, unapokuwa na hadhi fulani unatakiwa kutafuta mtu wa aina fulani ili uwe naye. Ndio maneno ambayo tunashauriwa sana na motivational speakers kwamba kama wewe una hadhi fulani, tafuta watu wenye hadhi yako, tafuta watu ambao wana akili kama wewe, ndio uweze kukaa nao. Labda nikusimulie kitu kimoja. Namfahamu moja kati ya watu maarufu duniani anaitwa Yesu. Alilalamikiwa sana na baadhi ya wasomi wenzie, watu wa imani, walimu wenzake. Kaambiwa huyu anapenda kukaa na walevi na watu wa hovyo hovyo. Walimlaumu sana, lakini hata kukutana naye, lakini hata uchaguzi wake wa watu kukaa nao, waliwachagua wavuvi, watu wa hovyo hovyo, kaenda akawapik wako wanavua, akawachukua akakaa nao. Matokeo yake kwa sasa na wafuasi zaidi ya bilioni 2 na ushe hapa duniani ambao wanamwamini. Labda mfano huo ni mfano wa mbali sana. Nikupe mfano halisi tu. Unamfahamu mtu anaitwa Bahresa. Mtafute mfanyabiashara mwingine unayemfahamu wewe wa kawaida, ambaye unajua utakuta anauza magari. Atakuwa anauza magari mjini na yadi yake nzuri. Nafikiri mfano huu utakuwa mzuri kwako. Ile yadi ina magari kutoka Uingereza ambayo gari moja labda Land Rover au Range Rover inauzwa milioni 200. Milioni 200, milioni 150, sawa. Unajua ni aina gani ya watu wanaonunua yale magari? Aina ya watu wanaonunua yale magari ni matajiri, watu ambao wana hadhi wenzake. Lakini ukienda ukamtazama huyu ambaye anawauzia lakini ukimtazama huyu anayewauzia wenye hadhi, ukimweka kwenye standard za utajiri, unashangaa. Mbona ana marafiki wa karibu wenye fedha, ana wateja ambao ni matajiri, lakini yeye hawi tajiri. Hebu tujiulize, mtu mwingine tumweke, tunamuita Bahresa, ambaye anauza vitu vya jerojero, ambaye yeye anawatafuta watu ambao wana hali ya chini, anaamua kuwauzia hao wa hali ya chini na kuwatafuta wale wasiokuwa na hadhi. Ni moja kati ya matajiri wakubwa Tanzania, kama sio namba 2. Kuna kitu gani ambacho unajifunza hapa? Kitu gani unajifunza? Ukifika mahali ukifika mahali ukawa na fikra kwamba wewe kulingana na hadhi yako unatakiwa kuwatafuta watu wenye hadhi yako, wewe sio mfanyabiashara wala hujajipanga kutoboa. Na nikwambie ukweli, fursa hazipatikani kwa wenye fursa. Fursa hazipatikani kwa wanaojua fursa. Fursa hazipatikani kwa wale ambao wanamiliki fursa. Fursa hazipatikani. Fursa zinazopatikana kwa watu ambao wanajua fursa. Fursa zinazopatikana kwa watu wanazojua fursa ni fursa za kukupa wewe vilambishi, kwamba mtu fulani anajua dili fulani, utapata mchongo fulani, uweze kuingia sehemu fulani, mkataba fulani, na kisha iishe. Lakini fursa zinazotolewa na wanaomiliki fursa, ndio fursa zenyewe. Uhitaji wa watu wadogo wadogo wasiokuwa na hadhi, kubond na watu wadogo wadogo wasiokuwa na hadhi, wale ambao hawatambuli, wale ambao unanitazama usoni napata picha. Mtu asije akakudanganya akakuchota. Mtu asije kukudanganya akakuchota kwamba wewe unahitaji mtu fulani. Wewe unahitaji makundi ya watu wenye matatizo, makundi ya watu wasio na. Wewe huhitaji watu wenye, wewe unahitaji makundi ya watu wenye matatizo. Nikupe mfano wa mwisho. Watu wengi ambao walitoka from nowhere walitakiwa kukutana na watu ambao, ni kweli unahitaji kukutana na mtu,
Ni kweli unahitaji sapoti ya aina ya mtu. Kila mtu anahitaji mtu wa namna hiyo, pengine akuonyeshe njia, akujulishe wapi unakwenda, lakini unahitaji watu ambao watakuwa wateja wako milele. Unatazama usoni na bada picha. Achana na masuala ya hadhi. Mwenye hadhi ni yule ambaye anawajua watu ambao ni wa kwake, wale ambao wanaweza kumsaidia yeye kusimama na asianguke. Unatazama usoni na bada picha.